Rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, tumerudi tena kwenye channel yetu pendwa hii Kiburande Online TV. Nia na makusudio inshallah ni kuweza kupeana baadhi ya taaluma ndogo ndogo ambazo tuko nazo, si kubwa zaidi, na lengo la taaluma yetu tuliyokusudia leo zaidi ni kuwapa taaluma kina mama, wanawake ambao huwa wanaingia katika hedhi zao. Wanawake wanaingia katika hedhi zao, asilimia kubwa sana ya baadhi ya wanawake huwa wanakosa vipindi vya swala pasi na kujitambua. Unaweza ukamkuta mwanamke kwa ufupi anaingia katika eda yake ima siku moja au siku tatu au ni siku saba wakati mwingine. Kwa hiyo baada ya siku moja au tatu ama saba huwa ile hedhi inakatika, inakuwa ni mwisho. Kwa hiyo wakati mwingine anaweza akakatikiwa na hedhi ndani ya ile siku yake ya mwisho. Tujalia amekatikiwa na hedhi saa 7:30 wakati wa kipindi cha kutekeleza ibada ya dhuhuri ya mchana. Saa 7:30 mchana ni kipindi ambacho kinatuashiria kwamba wakati wa ibada ya dhuhuri bado upo, na yeye ameshakatikiwa na damu wakati ule. Kinachotakikana ni maana ni kujitoharisha ili aweze kutekeleza kipindi cha ibada ya salatu dhuhuri. Lakini utamkuta mwanamke kwa imani yake inamwambia hivi kwamba ikifikia hatua kwamba damu hiyo imekatika wakati wa saa 7:30 mchana kipindi cha dhuhuri, na akiwa na uhakika kabisa kwamba hapa imeshakatika kata kabisa, hakuna tena katakachoendelea. Kwa hiyo imani yake inamwambia hataruhusika kutekeleza ibada ya swala mpaka atakapojitoharisha, Kwa hiyo sasa anaweza akakaa kipindi cha swala kikampita. Baada ya kumpita kipindi kile cha swala ya dhuhuri, ukamkuta anajitoharisha kwa ajili ya kuisubiria alasiri. Baada ya kuisubiria alasiri, sasa akajitoharisha kwa ajili ya kuiswali swalatul asiri. Vizuri kabisa kwa kujitoharisha kwake, lakini baada ya kujitoharisha kuiswali swalatul asiri na hali ya kuwa kukatikiwa kwake kwa damu ilikuwa ni kipindi cha swalatu dhuhuri, bado wakati wake haujaondoka. Kwa hiyo ikiwa ni kipindi cha swalatu dhuhuri, ilikuwa kinashtakiwa kisheria wakati ule ule wa swalatu dhuhuri saa 7:30 baada ya kuona damu imeshakatika, aondoke ende chooni akajimwagie maji, na maana akajitoharishe na aanze kutekeleza ibada ya salatu dhuhuri pamoja na salatu la asiri kama inavyotakikana. Lakini akijitia shughuli nyingi, akijiona kwamba yeye tayari ana shughuli nyingi, shughuli zimemzonga, yuko jikoni kwa ajili ya kumpikia labda mama Abdallah, akimaliza pale tayari anakwenda sijui kuzoa choo cha mtoto, kwenda kumnawisha mtoto, akitoka pale sijui amejishughulisha na shughuli gani nyingine, mpaka akija tamaki kipindi kile cha dhuhuri chote kimeshakatika, anakuja kujitoharisha kipindi cha alasiri. Matokeo yake kwamba anakuja kuiswali salatu alasiri, lakini huku nyuma anakuwa na deni la salatu dhuhuri. Huu ni wakati wa kwanza, sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili ambayo pia wakati mwingine mwanamke huwa anakumbana nayo sehemu hii, anaweza akafikia mwanamke ikawa yuko katika hali yake ya utohara, yuko safi kabisa mwanamke katika hali ya utohara, lakini katika hali ya utohara wake ikawa ni mtu mwenye kutekeleza vipindi vya swala kama kawaida, anatekeleza asubuhi, anatekeleza dhuhuri, la asiri, magharibi na isha na baadhi ya sunna nyingine anazopenda kujitekelezea. Lakini sasa tunarudi katika mfano ule ule wa salatu dhuhuri. Mwanamke huyu yuko tohara, anatekeleza vipindi vya swala mpaka imefikia salatu dhuhuri. Kipindi cha salatu dhuhuri imefika saa 6:30, adhuhuri imeshaingia, anafanya shughuli zake za nyumbani, inakwenda mpaka inafika saa 7 kasoro muadhini anaadhini, anaendelea na kufanya shughuli zake za nyumbani kwa kusikia adhana ya msikitini. Inakwenda itikadi yake inamwambia mpaka watu wamalize kuswali msikitini. Wakimaliza kuswali msikitini, na yeye wakati ule ataweza kutekeleza kipindi cha ibada ya salatu dhuhuri. Sasa wakati wa watu washamaliza kuswali msikitini, kipindi cha kutekeleza ibada ya dhuhuri, na yeye anajiandaa kwenda kujitoharisha mpaka kurudi kwenye mswala kwa ajili ya kuswali. Akiangalia labda tujalie ni saa 7:30, saa 7:30 ashajitoharisha, ataka kuswali tayari pale Mwenyezi Mungu akaleta neema, mvua ikanyesha. Ina maana damu ya hedhi ikamtokea wakati huo wa saa 7:30. Ikifikia hatua damu imetoka ya hedhi saa 7:30, tuelewane vizuri kwa makini. Kwa hiyo tayari ina maana huyu hana uwezo tena wa kuweza kutekeleza ibada ya salatu dhuhuri. Lakini juu ya kwa kwamba hana uwezo wa kutekeleza ibada ya salatu dhuhuri, tayari ibada ya dhuhuri hii kwake yeye ni deni, kwa sababu damu imetoka saa 7:30. Ikiwa damu imemtoka saa 7:30, kuanzia saa 6:30 mpaka saa 7 kasoro mpaka saa 7 kamili, huu wote ulikuwa ni wakati wa kutekeleza ibada ya swala. Wote huu ulikuwa ni wakati wa kutekeleza ibada ya swala.
lakini amezembea kwa wakati wote huu, alijishughulisha na shughuli zake kwa kutarajia atatekeleza ibada ya swala wakati wa mwisho mwisho saa 7:30. Baada ya kufika saa 7:30 atakatekeleza kipindi cha swala, damu ikatoka. Kwa hiyo baada ya kutoka damu tu, wajibu wake yeye hawezi tena kuitekeleza ile swala ya dhuhuri. Kwa hiyo kwa sheria ya Uislamu itabidi swala ile ya dhuhuri kwake yeye iwe ni deni, lazima ile yatakiwa ni deni alilipe. Kwa hiyo kama atakaa mwezini kwa muda wa siku 1, siku 3, siku 7, baada ya kumalizika eda yake, hii swalatu dhuhuri ni deni atakiwa ailipe. Kwa hiyo isifikia hatua mwanamke umetokwa na hedhi kwa kipindi chochote cha swala ambacho damu hiyo imetoka mwisho wa wakati wa swala hiyo. Ukiona umetokwa na hedhi mwisho wa wakati wa swala hiyo, jua kwamba wewe utakuwa umeingia katika hedhi yako ibada hiyo, lakini una deni la swala hiyo. Kama umetokwa na hedhi mwisho wa kipindi cha salatu subuhi, basi ujue una deni la salatu subuhi. Umetokwa na hedhi mwisho mwa salatu dhuhuri, una deni la salatu dhuhuri. Na pia vile vile ujue ukiwa umekatikiwa na hedhi katikati ya salatu dhuhuri, katikati ya kipindi cha swala umekatikiwa na hedhi, katikati ya kipindi cha swala hedhi imeshakwisha, na ukishindwa kujitayarisha kwa wakati huo ukatengeneza kipindi kingine cha wakati wa swala, basi ujue vile una deni la kipindi cha swala hicho. Kwa hiyo ombi langu na usia wangu na wahusia kwenu kina mama, hakikisheni mnatekeleza vipindi vya swala kwa wakati, na inakuwa ni bora zaidi kuziswali swala mwanzo wa wakati, kwa kuchelea kusubiri ikaja ikatoka damu ukabakiwa na deni. Kwa hiyo hii ni taaluma nimeona nikupeni inshallah kina mama, na naomba kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu muifanyie kazi inshallah. Tutakutana tena katika wakati mwingine. Ni mimi Ustadhi Athmani Kivurande. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.